praise the Lord. When you don't have she's in every sicky, well you can fire kwa tiki ne rafiki. Umenipenda, Baba umenipenda. Upendo wako wa ajabu Baba umenipenda. Umenipenda, Baba umenipenda. Upendo wako wa ajabu Baba umenipenda. Umenipenda, Baba umenipenda. Upendo wako wa ajabu hakika umenipenda. Yaga yaga nipenda, yaga Baba umenipenda. Wako wa ajabu hakika umenipenda. Anaitwa Cannibal Chosen One, umenipenda track ambayo inatufungulia nafasi yetu ya interview, bonge la exclusive interview. Tuko live katika mtandao wetu wa Facebook pale kama vipi, alafu kuna wanangu ambao pia wako live kwenye mitandao yao ya kijamii kama vipi. Na right, bila kupoteza muda, upande wangu wa kulia, kwa upande wa mimi ni kulia, upande wako wewe unanitazama ni kushoto, yupo Alex Waleo, alafu upande wangu wa kushoto yupo mwanangu Moses Ndumbule, tukiwa tunaikiwasha ile kinoma katika dakika zilizo mbele yangu. Ni kama takriban dakika zaidi ya 37. Nataka nizitumie vizuri tuweze kuhakikisha kwamba tumeongea mawili matatu kuhusiana na wasanii wangu ambao wako studio, na pia tujue hususan mambo yanayowahusu, na mada kuu ikiwa ni tamasha hili ambalo ni la Kilele Fest ambalo tutakuwa tunafanyika pale Kilifi Rooftop. Na hivyo basi bila kupoteza muda, nataka nikupatie nafasi kwanza niwasalimie wanangu, nijue kama wako sawa, wako fit kwenye mic zao, alafu tutakuwa tunarudi tuende moja kwa moja kwenye mpango mzima wa interview bila kupoteza muda. Inakuwaje mwanangu? Tuanze na Moses Ndubule. Mambo vipi? Uko fiti? Sijakupata vizuri pale. Nipe sauti tena. Yeah, poa sana. Right. Oh, yeah. Uko fresh? Nashukuru. Ulikotoka hakuna mvua? Kwale kuna mvua? Hakuna mvua. Nashangaa huku mvua imetoka wapi? Mlimani, raha kuishi mlimani. Wakati wote tuko kwenye kibaridi fulani. Yeah. Right, karibu sana ndani ya Kaya Flavors pindi la kizazi. Asante sana. Right, Alex Waleo, inakuwaje mwana? Mambo fresh, mambo mzuka sana. Uko fiti? Niko salama tu. Mwanangu naona umetupia kikoti kimoja balaa sana hicho. Alafu amnamna kuna kitenge fulani cha kushona umekaa vizuri. Ndio hivyo sasa. Alright, karibu sana kwenye mpango mzima. Tunashukuru tumefika. Alright, bila kupoteza muda tunaanza namna hii, alafu tutakuwa tunarudi in a couple of minutes ili tuweze kubonga mengi zaidi. Kaya Records. Uliponipokea hekaluni mwako, mengi yalisemwa ya kuvunja moyo. Eti sina wokovu wa kweli, nimekuja kujificha tu, ila wewe Bwana kanijua vyema, umejidhihirisha uweza wako kati ya mataifa. Kwa neno lako litokalo kinywani mwako, timiza maneno yako, wayapiga muhuri Bwana. Damu yako yaondoa laana, damu yako yaondoa laana. Damu yako ni ya thamani, imenitakasa na kuniosha. Viganjani mwako tatulia, mema waniwazia. Ewe Mungu unirehemu sawa sawa na fadhila zako, kiasi cha wingi wa rehema zako. Uyafute makosa yangu, nioshe kabisa na uovu wangu. Bwana wewe takase na dhambi zangu, Maana najua ni mwenye makosa. Damu yako mbele yangu daima, nimekutenda dhambi, unioshe kwa damu yako daima. Nasema damu yako
yako yaondoa laana. Damu yako ni ya tamani, imenitakasa na kuniosha, viganjani mwako tatulia, mama waniwazia. Najulikana kama Alex Roleo. Bwana, wimbo ni wa lini? Huu wimbo nilifanya 2021 hapo. 2021. Na Willy Melody wakati kwa Kaya. Akiwa ndani ya Kaya Records pale. Ndio. Right. Ulikuwa ni wimbo wako wangapi? Ulikuwa ni wimbo wangu wa 9. Wimbo wako wa 9. Ndio. Ina maana umerekodi nyimbo 9 kabla 2021. Ndio. Alright. Safari yako ya muziki inaanzia wapi mwanangu? Mimi nimeanza nikiwa shuleni darasa la 5 2011 hapo ndo nilianza muziki. Darasa la 5. Wow. Nikiwa na mwenzangu anaitwa Dilly Boy kipindi hicho. Nilikuwa nafanya secular ndio ngaja nikaachana nazo. Right. Lakini nilipofika 2018 nikakutana na producer ambaye anaitwa Ndumbule, sasa hivi ndio mwenye amenikuza, amenilea paka kipindi hiki na shukuru. Producer Ndumbule ama ambao tuko naye hapa? Huyo lakini anajiita BMK. Bwana, kumbe mtu na producer wake hapa ndani. Mlikutana Ndumbule lini? Tulikutana 2013. Tukifanya pamoja na yeye kazi wakati kipindi hicho nilikuwa nikisomea mambo ya gereji. Alright. Sasa akawa ananishauri sana kuhusu mambo na kuokoka. Kama mimi bado nimezaliwa katika familia ya Uislamu. So alingangana sana kipindi hicho kuniconvince nirudi kwenye nini. Hongole sana mwanangu Ndumbule, maana ina imani kwamba ukifika mbinguni baadhi ya souls ambazo litilia bidii zikaweza kutoka kwenye dhambi, una moja ambayo inawakilisha tena live hapa ndani ya studio. Kabisa. Mungu anapangaga alafu hata mwapanga mmekuja nyote studio muje ushuhudia alichokifanya Mwenyezi Mungu kupitia. Namshukuru sana, yake mikono yake ilikuwa imeandaliwa kwa ajili yao. Unasema ulikuwa uko Muislamu. Familia yenu ni ya Kiislamu yote. Na wewe umeweza kubadilika ukaokoka. Ndio. Ilikuwaje bro? Tueleze kwa kifupi sana. Mimi nilipofikia 2018 hapo nilioteshwa wimbo wangu wa kwanza unaoitwa Naomba Nitakase. Wakati bado uko Muislamu. So ilikuwa saa 8 usiku hapo. Nikaandikiwa ule wimbo kwenye blackboard hivyo. Haikutosha, Mungu akashukisha mtu akaimba ile nyimbo mpaka mwisho. Lakini hapo ndo nikaamua kuamka na nikaimba ile nyimbo nikilia. Mke wangu akaniambia ni usiku sasa hivi watu wamelala unapiga kelele. Nikamwambia hii ni sauti ya Mungu imeshuka. Na ni lazima mimi nienuke nilitangaze neno la Bwana. Na asubuhi. Na mkeo alikuwa Muislamu pia? Mimi nilikuwa nimemuoa Msomali na alikuwa ni Muislamu. Sasa unapomweleza hizi habari kulikuwaje hapo mwanangu? Mimi nikamwambia ndio hivyo nishaamua na hii ni sauti siwezi kuipuzia. Kama unaona ni kelele mimi nitalala nje na nitaimba hii nyimbo hata asubuhi ifike. Na mimi nikatoka nje, landlord nikamwambia mimi namlipa huyo hata kama napiga kelele. Lakini nikachukua tu ile hekima nikatoka nje nikaimba nikilia nikarudi ndani. Siku ya Ijumaa nakumbuka nilimfuata shemeji yangu mwenye shaokoka. Nikamuelezea nilikuwa niko na simu yangu kaandika ule wimbo nikamuonyesha, akaniambia basi kama ni huu wimbo vile umeandika hayo ni maandiko mazuri sana. Hakuna mtu amekushauri kwamba ni mimi mwenyewe. Nikampigia simu producer wangu ambaye ndio huyu BM Kenya. Akaniambia sasa hivi mimi niko Uganda. Lakini nikirudi Kenya wewe nitafute, tutaingia studio tutafanya yenye tutafanya. Alipofika nikamwambia nimefika studio, lakini nikamwambia ile nyimbo sauti imenipotea lakini maandiko yote niko nayo. Akaniambia haina tatizo, tutaingia kwa studio na tutarekodi. Wimbo ule tulifanya freestyle tu hivyo lakini Mungu akaubariki akauenua mpaka sasa hivi. Ndio upi wimbo huo? Unaitwa Naomba Nitakase. Naomba Unitakase. Nitakuwa nataka tutafute wimbo ili tuweze kupatia nafasi tusikie. Sijui kama ni baadhi ya nyimbo ambazo ulizotumana pale. Unaona sije utuma, kwa hiyo nyimbo hapo mahali lakini kwa YouTube unapatikana pia. Kwa tunautafuta bila shaka. Wow, that's very nice. Tutakuwa narudi kwako naweza kujua mawili matatu, lakini kuna mwanangu ambaye ndiye producer wako ambaye nafikiri paka sasa hivi ama paka sasa hivi paka milele yani tuseme. Wow, mkubwa na mwanae. Ndumbule mwanangu, congratulations. Thank you. Kongole sana kwa kazi nzuri. Hii ndio injili bwana. Kabisa. Acha ile ya watu kuanguka na kuinuka, uweze jua anaangushwa na mapepo ama anaangushwa na madawa. Lakini injili ya kweli ni ya kupatia nafasi souls kuweza kuingia katika eternal life. Kabisa. Karibu. Kwanza wanakuita Ndumbule, Moses Ndumbule. Jitambulishe, Moses Ndumbule ni nani? Okay, Moses Ndumbule ni msanii wa injili ambaye anatokea Mtwapa. Lakini kwetu kwenyewe ni Vipingo na mimi nimetoka katika lile kabila dogo kabisa la Kikauma. Okay. So ni mtu ambaye napenda muziki sababu nimelelewa katika familia ya kimuziki. Right. Na nimeanzia
nikiwa mdogo nimekuwa nikicheza vifaa vya muziki na mpaka sasa. Kwa kufundishwa ama kwa kujifundisha? Kwa kujifundisha. Wow. Yeah. Hiyo ni talent. Yeah, kabisa. Naam. Na ulianzaje wewe kwanza kuingia katika hizi vitu? Kwanza ni kipi ambacho kilikusukuma ama ni kitu gani kilikusukuma kufikia kiwango hiki? Okay, mimi naamini ya kwamba mtu ukikua inafaa ujue wewe talent yako ni gani. Right. So mimi kusema ukweli wazazi wangu walitambua kwamba mimi ni mwanamuziki koza walikuwa wakiniona nikiwa mdogo nafunga mikebe nikiimba. Na hata nilivyokuwa mdogo ilikuwa nikiimba watu wanakubali. Wow. Yeah. So ikaenda nikawa najifundisha gita pole ikaja mpaka nikawa nacheza solo gita. Alafu babangu alikuwa na band ya gospel. Wow. So mimi nikawa drumist pale. Na tukaendelea mpaka saa hii. I'm sure ukitaja Ndumbule upande wa live wanaelewa. Right. Yeah. Jina Ndumbule si jina geni. Naam. Babako amehusika kuimba muziki pia? Baba yangu alikuwa askofu, so lazima alikuwa maana hilo jina ni household name, linajulikana. Hata nilipopata kuona kwenye Kilele Fest pale kwenye poster nikawa nauliza ni yupi huyu, mbona kama ambaye namfahamu. Mara pia mimi nimelelewa katika misingi ya wokovu. Sijui, so wewe katika udogo wako umeinukia katika wokovu au kuwa nje? Hakuna siku ulienda nje ukarudi tena? Mimi nimekuwa katika wokovu tangu nikiwa mdogo. Right. Yeah, so kwa sababu pale tulikuwa tunaishi bila wokovu ulikuwa huwezi toboa. So wazazi wangu wakawa wamejivika katika wokovu. Na tukakuwa katika wokovu mpaka wakawa mapasta. Toka hawajakuwa mapasta wakawa mapasta, wakawa askofu. So tumeendelea namna hiyo na mimi nikajikuta ninakuwa hapo mpaka nikaenda katika chuo cha Biblia. Nikasoma. Na hivi wewe mchungaji? Mimi si mchungaji. Au kushasomea theolojia, kinachofuata ni uchungaji? Okay. Acha nirekebishe. Yeah, juzi walitangaza kanisani ya kwamba tutakuwa na wachungaji wapya na wakaniita mimi mmoja wao. Lakini bado sijamwagiwa mafuta. Lakini hujakuwa ordained rasmi. Naam. Wow, nice. Una muziki kiasi gani kufikia sasa hivi? Okay, muziki iko mingi, muziki iko mingi, lakini mingi iko studio bado haijaachiliwa. Zile ambazo zimeachiliwa kama ngapi? Ile ambayo nimeachilia rasmi ni kama nyimbo tu 2. Nimeachilia nyimbo kama 2. Lakini sasa kwa sababu mimi niko kwa band, niko na band na pia vile apart from band mimi pia am a solo artist. So siwezi achilia tu vitu ya kivyo vyote tu, lazima nijue nikiachilia is it going to make an impact. Right. Christian Party ni moja wapo ya ngoma ambazo umeachilia. Naam. Inaongelea nini? Watu wakisikia Christian Party wameshtuka, wanashindwa kuna kuaje huko kwenye party ya Wakristo. Naam. Nilivyoimba wimbo kwanza mimi nilikuwa niko katika chuo cha kusomea sheria. So kwa hivyo pia umesomea sheria? Nilikuwa nasoma. Lakini sasa ikafikia wakati ambapo fedha zilikatika. So kile kitu ambacho I knew to do best was all about singing. So I went to the studio, nikawa natumia wakati wangu mwingi studio. Ndo pale producer ukakuwa. So in that process ndo huo wimbo nikatengezewa na mjukuu wa Mzee Ngala. Okay. Anaitwa nani? Yaitwa Fredericks Ibrahim. Alisaidia kukuandikia? Alinitengezea beat na mimi nikaimba. Kwa hivyo uandishi ni wako, wewe mwenyewe ndio umeimba? Uandishi sauti, lakini mambo ya copyright unajua beat belong to the Christian Party. Unamaanisha nini? Wakati mwingi watu wamefikiria kwamba Ukristo ni ni unyenyekevu throughout, kujieka tu kulialia ama kila mara umekasirika. Lakini kuna pale ambapo vijana ambao ni wale wadogo ambao wanainukia
inabidi tuwafuate kwa ule mfumo wao ambao unawabeba. Lakini kiungu. So kuna party za kidunia, lakini pia sisi we can make a Christian party where tunakuja, tunaimba, tuna dance, alafu pale pia we can also pray. Na watu wakajazwa na roho hapo. Ukisema kuhusu party ya Kikristo unanikumbusha mfano ambao nafikiri ni Yesu alikuwa anautoa wa mwana mpotevu. Aliporudi nyumbani. Babake alipomvisha lile vazi, akamvisha na pete, akaitisha na ng'ombe wa kunona achinjwe. Kilichofuata ilikuwa ni sherehe kabisa. Kwa hivyo zipo sherehe za walokole. Tuache kujilimit sana. Kitu ambacho kwenye sherehe za walokole labda tutakuwa na pombe, tutakuwa na nyimbo za kidunia. Pale kwenye sherehe labda tutadesi kwa kushikana kama tuko kwenye mahusiano, pengine kama mtu na bibi na bwana. Maana bibi na bwana anaruhusiwa kudansi lakini kama uko separate, wewe hujaoa hujaolewa, kudansi kwa heshima. Yani hata pia tunapokwenda kwenye kesha hizi za vijana huwa ni party ya Kikristo hiyo kabisa. That's it. Nikapata fursa siku moja nikaingia pale, alafu baada ya muda kulipo chache sana nikahisi uzee hauniruhusu kuendelea, nikabidi nitoke nikalale. But anyway, shukrani sana. Tusikie hii kutoka kwa Ndumbule, ngoma inajulikana kama Christian Party. Then we'll be right back tuweze kujua mawili matatu kuhusiana na mambo. Kuna nambari ya SMS 0702885885. Bwana sukuma kama inavyowezekana ujumbe pale, tuambie unalipi la kuongea. Blessed Moses back for my King Jesus. Yeah man. It's a Christian party, so we are gonna dance it. It's a Christian party, so we are gonna dance it. Show me the move, 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 show me the move. Wana katika, people dancing for the Lord in truth and spirit. Hatutaki Lucifer, twampa Mungu sifa. Hatujali tuna katika, wana nyumbuka, wana sifiwe. Through this dancing, wana tingika in different moves, dancing like King David. You know what to do. Ipinde tena ukatike, tunamwabudu kwa wimbo wache tukatike. Tuna katika tuna katika Caravan, 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 oh dance caravan, 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 dance. It's a Christian party, so we are gonna dance it. It's a Christian party, so we are gonna dance it. Show me the move, 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 show me the move. We giving praise back to the Father. We giving strength no ziggy zaga. Caravan dance leo kutawaka. Yeah, the hood, show to the kanisa ne. Show me the move, where the singers zote wake zivukie. Tuna katika tuna katika caravan, 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 dance caravan, yeah, caravan, 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 dance caravan. Maana yake nini? Okay, wakati nikieka hilo neno hapo ndani, nilikuwa na ndoto ya kutengeza dancing style ambayo inaitwa caravan. So niko na dancing style ambayo inaitwa caravan. Lakini sasa unajua sasa hivi nimekuwa na kitambi. Itabidi mambo ni mawili. Aidha ufanye mazoezi sana ama uingie kwa mfungo sana. Bila shaka. Hiyo ya mfungo. Hiyo ya mfungo. Bwana. Kuna nafasi kama ya ngoma mbili hivi kama nafasi tanruhusu, lakini ni vizuri sana
Mniruhusu kwanza nipatane na wenzangu ambao wako maeneo ya kule Bamba. Tuko na Dama, tuko na Chikoyokoyo, tuko na mwanangu ambaye tunakuaga naye kwenye kipindi hapa, Augustine Mwambegu, pamoja na Dogo Rich, msanii wa Kaya Records. Wako kule katika swala zima la kuwafahamisha watu mengi kuhusiana na Lipa Mdogo Mdogo, wakiwa na Safaricom. Kwa hivyo kwa kifupi sana acha niungane na mwenzangu Dama pala, tutakuwa tunarudi tuweze kuangalia mambo yanakwendaje. Bado interview inaendelea, nitakuwa nashika simu hapa hewani muda usio mrefu kama 2-3 hivi tujue mambo yanakwendaje, lakini kwanza tuungane na wenzetu moja kwa moja wakiwa hewani kule upande wa Bamba kule. Ninataka unapokuja nataka nieleze kwamba hivi sasa Safaricom imerahisisha kabisa ile huduma ya Lipa Mdogo Mdogo. Na yote nataka kuchukua simu ile basi usiogope tena. Kwa sababu sasa wamekupa raha zaidi, kwa sababu unapolipa simu yako Lipa Mdogo Mdogo utakuwa unapata 50 MB bure kabisa. Hilo itakuwezesha wewe kuingia kwenye mitandao ya kijamii unapotaka. Kwa hiyo hautakuwa na stress ya kusema nitatoa wapi bundles. Vile vile pia iwapo hauna hela una uwezo wa kulipia simu yako Lipa Mdogo Mdogo ukitumia bonga points zako. Safaricom imekupatia nafasi pia ya kuona kwamba sio mara moja tu unaweza kulipia hiyo simu, lakini unaweza kufanya mara moja, mara mbili, hata zaidi ya kile kiwango ambacho umekiwa kulipia kila siku. Kwa hiyo hautapata nafasi ya kufungiwa simu. Wewe utakuwa unapatikana kila wakati. Unasubiri nini? Maisha hivi sasa yamebadilika, kila kitu ni kwenye mtandao. Tunasema maisha poa ni digital na Lipa Mdogo Mdogo. In the presence of the Lord there is fullness of joy. Run it, run it, run it. Kwetu in Africa na Royal Native DJ wanakuletea bonge la tamasha la injili linalofahamika kama Kilele Fest. Tamasha hili litafanyika ndani ya Kilifi County pale Hotel Titanic Rooftop Kilifi. Ni tarehe 19 ya Aprili mwaka wa 2025 kuanzia saa 4 asubuhi hadi saa 4 usiku. Wasanii watakaotumbuiza ni pamoja na Cannibal Chosen One, Baba umenipenda, Michael Yena, pamoja na wewe, nikae na wewe, Keitozi, Alex Waleo, daima milele atanipenda na kunilinda, daima milele Ruth Wakanda, Moses Ndumbule, kwa Yesu DJ wa siku atakuwa DJ Wizi, na jukwani MC Atito na Captain Louis. Njoo kutane na watangazaji wa Radio Kaya, watakuwa ndani ya mjengo. Kiingilio ni shilingi 250 kwa watu wazima, shilingi 100 kwa watoto na shilingi 1000 kwa VIP. Advance ticket ni shilingi 200. Unaweza kuilipia advance ticket kupitia paybill number 400200, account number 10190001. simama imara. Kilele Fest imedhaminiwa na Royal Native DJs, Waridi Foundation, Kwetu In, Kaya Records, Radio Kaya, Hotel Titanic, UNKTV, La Benderas Beach Hotel, pamoja na Damu KE. Mgeni wa heshima atakuwa ni Mheshimiwa Bendera Wilson Charo miongoni mwa wengine. Kilele Festival 003 edition ndani ya Kilifi County. Hii si ya kukosa. Hallelujah. Bwana asifiwe. Piga vigelegele. Wako wapi watu wa Mungu? Vigelegele. Shangwe na nderemo kwa Yesu. Hallelujah. Amen. Woo. Ndumbule. Simama imara, simama imara, usiwe kama popo, si ndege, usiwe kama popo, si ndege, si nyama.
Simama imara, usiwe kama popo, si ndege. Usiwe kama popo, si ndege, si nyama. Ole, ni ole wako ukitenda dhambi. Tubu dhambi zako, Yesu anakuita akubadilishe wewe. Nayajua matendo yako bora jina jema, lakini umekufa ukayaimarishe mambo yale yaliyosalia yanayotaka kufa ndani yako wewe. Mbona useme umeokoka na dhambi hujacha? Mbona useme umeokoka washerati hujacha? Na tena unapaka tope ili neno la Mungu wakiitwa wokovu eti unatokea, wakisema sifiwe unasema amina, na kumbe unapaka tope ili neno la Mungu. Simama imara, simama imara, usiwe kama popo, si ndege. Usiwe kama popo. Bwana, bonge la Lingala hapa mwanangu liuo hapa. Asante sana. Najua hapo ushalipiga performance hili. Yeah, kuna chafukaga, kuna chafukaga. Mwanzo ukiwa kwenye party la Kikristo hapo. Noma mama kwenye crusade ama kwenye kesha ile. But anyway, leo tuko hapa kwa ajili ya tamasha la Kilele Fest. Kabisa. Tungeongea mambo mengi sana, lakini tutatafuta muda kila mmoja akiwa peke yake aweze kupata muda mzuri wa interview. Lakini makusudi makubwa ya leo ilikuwa ni swala zima la Kilele Fest. Hebu tuanze na kwako. Iongelee Kilele Fest. Tukisikia Kilele Fest ni nini tunaongelea? Okay, Kilele Fest. Yani tuseme huu ni muujiza ambao umetokea sababu wakati mwingi kumekuwa na a very big gap ambapo kila tukiona tamasha ni la secular, kila tukiona tamasha ni la secular. Lakini Mungu akaamua ya kwamba atie watu idea ambayo this idea itakuja kusaidia watu waweze kubadilika. Maki ukiangalia wakati wetu sisi ilikuwa tukiwa wadogo tunaenda kwa crusade, twende tukasikize muziki. Lakini sahi vijana wameachiliwa, wanashika mapanga, wanakata watu, wanakula unga. Ukiangalia very small people wanajiingiza katika mambo ambayo si size yao. Na hii idea ya Kilele Fest ikatokea ambapo sasa hapa tunataka kuwa tuna engage watu, tuna engage vijana katika mambo ya kiungu. Na ndiposa watu wakatoka wakajiunga ili kwamba watengeze tamasha la Kikristo ambalo litakuwa lina run through mwaka mzima. Ambapo sasa ile gap ambayo iko sahihi inataka kufutwa. So Kilele Fest mimi naweza sema this is a noble idea ambayo imefanyika na imetengezwa ili kwamba watu waweze kuja pamoja na kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Waimbaji wa injili ambao wamejitolea na watu ambao wameweka injili kwa ukweli katika mioyo yao. Kama unavyosema kwenye wimbo kwamba sio watu wa kupaka injili tope. Kabisa. Maana wapo ambao mimi ushangaa sana ninaposikia msanii wa gospel, lakini ukipata story zake kwa watu wa nje pale unapigwa na mshangao kabisa. Unasikia msanii wa gospel anafanya hiki, anafanya kile, anahusika na ile, yani ni kama anafanya gospel kupendeza wanadamu, lakini mbele za Mungu. Maana mimi huambiaga watu atumtukuzi mwanadamu, atumpendezi mwanadamu kabisa. Tunamtukuza Mwenyezi Mungu na kumpendeza Mwenyezi Mungu, na hivyo basi ni nafsi yako wewe uwe na uaminifu mbele za ule Mwenyezi Mungu zaidi ya unavyokuwa mwaminifu mbele ya mwanadamu kabisa. Unapokuwa mwaminifu mbele ya Mwenyezi Mungu, mwanadamu anakuwa kettle for kabisa. Hahitaji kuwa mwaminifu kwa mwanadamu.
mwanadamu, maana tayari kwa Mwenyezi Mungu uaminifu na umemkava mwanadamu. Na ndio pale kweli unamaanisha kwamba wasanii wa kweli watakuwa pale ambao wamesimamia injili waweze. Na itakuwa inafanyika wapi? Tamasha hili litakuwa linafanyika Hotel Titanic Rooftop Kilifi pale kwa bendera. Ukiuliza tu bodaboda yote Titanic ni wapi, hawezi kosa kujua. Naam. Okay. Nirudi, alafu kipi ambacho mashabiki wako ambao wanafuatilia nyimbo zako wanatarajia? Kwanza kabla kujiongelea mimi mwenyewe najua kwamba kutakuwa na wasanii ambao pia nao wana kitu ndani yao. Kama kena Keitozi, Alex Waleo ambaye ni mwanangu yuko hapa. Ruth Wakanda. Alafu vile vile bila kumsahau Chosen One na Michael Yena, nimesoma na yeye shule moja tukamaliza mwaka mmoja. Wapi hapo? St. George's. So apart from expecting from me, pia kuna these talents ambazo zitakuwa pale kutumbuiza. Na vile vile upande wangu wale mashabiki wangu najua hawana shaka na mimi. So kila ambacho nakipania sana ni kwamba waje wengine wapi ili waje wa experience kile ambacho Mungu atakifanya kupitia mimi kwao. Naam. Kabla nirudi kwa Alex Waleo, kuna kitu napenda kumfahamisha msikilizaji kwamba advance ticket bado zinapatikana, lakini ziko very limited, na adult ni shilingi 200. Watoto ambao wanasema kids above 5 years shilingi 100, na a group of 5 shilingi 1250. Kitu ambacho nahitajika kufanya ni jambo moja rahisi sana. Ingia pale till number kwa M-Pesa yako, angalia till number, ni paybill number ni 400200, account number ni 1019001. 1019001. Alafu tutakuwa nafanya jambo la busara sana. Mwanangu, turudi kwa Alex Waleo. Ndio mwanangu. Watarajia nini pale kwenye Kilele Fest ndani ya Hotel Titanic Rooftop ya tarehe 19? Mimi nachokiamini yani Mungu anaweza akatenda maajabu makubwa sana. Na sikujisolea tu mashabiki. Nataka watu waokoke kupitia ile neno ambalo litangushwa pale. Manake hii ilikuwa na kusudi na sababu. Na Mungu akifungua ashafungua. Hakuna kuzuia. Manake mimi mwenyewe nilikuwa sijui kwamba nitapatikana katika hapo mahali. Lakini Mungu alitaka niwe mahali pale, kwa sababu ingekuwa sasa hivi ingekuwa pengine mwizi, ningekuwa pengine jambazi, ningekuwa pengine mchawi au mganga. Lakini makusudi ya Mungu yalikuwa tofauti na mipango ya maisha yangu. So mimi naamini kwamba mashabiki zangu ambao nitakutana nao pale kuna vitu vitakuwa tofauti sana. Maana ninajua kwamba Mungu akiamua kitu ameamua kwa mtu. Na kama wewe umeitwa na Mungu, basi shughulika na yake na atafanya yako. Kuna watu wameitwa na kuna watu wamejiita. Lakini mimi nashukuru mwongozo wangu mimi na mahusiano ya mimi na yeye. Mungu najua ni kwa nini. Ndio maana Biblia inasema walio karibu na Bwana atawatekelezea matakwa yake. Na mimi nataka nimche zaidi ili nijifunze zaidi. Masimu kwa neno peke yake, yani napiga hii injili. Huu uimbaji ulikuja tu kwa sababu nieneze neno lake, lakini mimi anajua kazi yake ni nini ambayo napaswa niifanye. Okay. Nataka upatie kijana ambaye anakusikiza sasa hivi, wote wawili, ambaye ameokoka na ambaye hajaokoka, wapatie neno ambalo ni neno la kuwapatia matumaini. Unawaambiaje? Mimi naweza kuambia kwamba neno la kuatia nguvu zaidi ni kusoma Bible, umbe ya Isaya. Kuna mtu sasa hivi ameokoka bado hajashikilia ule wokovu kabisa. Kuna watu wameokoka sababu babake ni pastor, mamake ni bishop, lakini hawaona ule wokovu kabisa ndani yake. Na kuna mtu hajaokoka kabisa, hajamjua Mungu. Sasa usiwachukie ambao hawajaokoka, kama useme huyu ni mwizi, huyu ni teja. Pengine yule mtu amekuwa mwizi, amekuwa teja, anataka wewe muokoe. Mungu amekutumia wewe. So mimi huwa napenda sana kukaa na waizi, mateja, kwa sababu pia na mimi nifanye nini? Nishirikiane na wao, niwatie moyo ili wabadilike. Maana hata Yesu mwenyewe alikuwa nao. Lakini hata kama wewe umekaa na yule mwizi, hautakuwa na lengo la kuwa mwizi. Wewe lengo lako ni kumbadilisha ili pia na yeye apate ile njia ya kuwa ni usalama zaidi kwake. Na yule ambaye pia naye ameokoka sasa hivi, shika neno, penda maandiko, funga sana. Soma maandiko ndio atakuwa anakuongoza, kwa sababu hatuishi kwa mkate, tunaishi kwa neno. Ngoma mpya inaitwaje? Inaitwa Nimependwa na Baba. Alright, tutakuwa tunaicheza muda sio mrefu. Ngoma zako zinapatikana wapi? Zinapatikana YouTube Mdundo.
Na wewe kwenye mtandao wa kijamii tunakupata vipi? Mimi najulikana kama Alex Waleo pale YouTube, Facebook Alex Waleo, TikTok Alex Waleo, mwisho unaweka 6 hapo hivyo. Alright. Bwana shukrani sana. Ndumule tukimalizia. Wasio wako kwa vijana ni gani kwa kifupi sana? Okay, Biblia iko very open. Na katika Warumi 12 nasema kwamba itoeni mili yenu iwe sadaka dhabihu takatifu ya kumpendeza Mungu. Alafu pale mwisho anamaliza kusema na wala msifuatishe namna ya dunia hii. So hapo katika wala msifuatishe namna ya dunia hii ndo kumebeba the mambo yote. So ukifuata mambo ya Mungu, utafuatisha namna dunia hii na automatic mwili wako utakuwa dhabihu. Nice. Tunakupataje kwenye mtandao wa kijamii? Ukienda TikTok utanipata kama Ndumbule Worldwide. Na huko kote utanipata kama Ndumbule Worldwide. Okay. Nyimbo zako zinapatikana kwenye mitandao? Ndio. Yote? TikTok, kila mahali TikTok, Boomplay, iTunes. Alright. Bwana mimi nashukuru sana jamaa, tukutaneni pale ndani ya Kilifi rooftop pale na Titanic rooftop. Alafu kama vipi tuweze kumtukuza Mungu na tuiwashe injili siku hiyo. Kabisa. Msikilizaji usiende mbali, ngoma yako mpya inaitwaje? Ngoma yangu mpya inaitwa Upo Mungu. So ukitaka unaweza pitia pia pale YouTube ukaisikia. Alright. Nitakwenda kupatia nafasi uzipate hizo ngoma back to back, na mimi kutoka Kongo nafahamu Captain Louis. Nasema shukrani na kuacha katika mikono mizuri ya Jilani kukupatia habari. Na hivi ndivyo sisi tumemaliza, tunakutakia uwe na siku njema. Asante sana.